Well, guys, from social media headlines, all eyes are on him in Nairobi. My name is Harriet Jenga, and today we are going to host Kasipul. You know, we want to see if he's truly ready to lead Nairobi. Ama tu, he's just making nice. Kasipul. Ama nianze kukuita honorable. Honorable, tuanze. His Excellency. The governors are called His Excellency. Wow. Ni Excellency. Honorable ni hapa MP, Senator hapa bana. Governor ni Excellency. Okay, sasa wacha basi ni kuintroduce sasa. His Excellency. Yes. Uko vipi? Nashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Niko fresh, vitu zinazidi kusonga. Yeah. Mwenyezi Mungu amekuwa mwema na anazidi kuwa mwema. Yeah. Yes. So a day like this next year, but one I'll be like, I seated with a governor. Yes. Hapa. Rekodi alafu iwache ikuwe kama Nilikujuanga siku moja. Before. Yeah. Hope utanisahau. Inalingana vile tutaishi kwa pamoja. Kama utakuwa tu inakuwa ni kichwa ngumu na kusahau kwani kwa nini. Yeah. Kasipul, you're known for as an outspoken entertainer. Why should Nairobians believe you ni kukuchagua as their governor? I think Nairobians are not ready for a politician anymore. They have given chance to politicians wenye ni wengi sana. Now I'm quite disappointed by the same politician. The other day, umejua tumekuwa na shida mingi sana. Na hizi shida zinaletwa na wale wanasiasa ambao wako busy kuongea politics, lakini hawako busy kuongea shida ambayo inaumiza wananchi wa Nairobi. Nitakupea mfano, na hii mfano ni mzuri sana. Kwa wale wagombea kiti ambao tutakuwa nao kwenye kinyang'anyiro, nionyeshe mmoja ambaye amesimama akikampenia ugavana yake akisema kwamba atafanyia watu wa Nairobi hiki ama kile. Utasikia mmoja anasema ya kwamba Ruto must go. Utasikia mwingine anasema ya kwamba linda wananchi lazima ishe. Utasikia mwingine akisema ya kwamba wewe utatoka kwa ODM. I've never heard, none of them akona agenda ya watu wa Nairobi. And that's why nimekwambia Nairobi is not ready for another politician. Is ready for the outspoken person like Kasipul, ambao ni Kasipul, mtu ambaye anapiga kelele. Na pia tunaona Babu Owino, he's vying for Nairobi governor, and he is actually like an outspoken person like Babu Owino is a politician. Yeah. Is a member of parliament But, wa Embakasi. Na mimi naweza kuambia kwa kurudia, nimekwambia the reason why ninasema Nairobi is not ready for politician ni ya kwamba haiko tayari. Iko tayari kwa watu ambao wajaikuwa kwenye siasa. Damu ambao ni safi, haina ile machafuko na machembe za kisiasa ambao ni mimi hapa ambao nimeketi mbele yako. But people really need to elect someone who they believe he can bring changes, of which a lot of people are seeing future with Babu Owino. Why should you talk on behalf of Babu Owino and say a lot of people? If you do believe in Babu Owino, say mimi naamini kwa Babu Owino. Na sijasema Babu Owino ni kiongozi mbaya. No, he's a good leader. He's a young guy mwenye amejitoa from nowhere and he's become something in this country. Amepigana, amefika penye amefika. I've got so much respect for Babu Owino. And I don't undermine his leadership because he's a good man. Personally, I have no problem with Babu Owino. I have no issues with Babu Owino. The only problem that hatuwezi kukuwa karibu na yeye ama siwezi kuwa karibu na yeye ni kwa sababu kuna watu ambao niko karibu nao na hawasikilizani na yeye. Ndio inanifanya mimi siwezi kuwa na yeye karibu. Lakini hana shida yote, hajanikosea kwa vyovyote, na mheshimu kama mheshimiwa ambaye amefanya kazi watu wa Embakasi, na he's a good man. So kila mtu na njia zake na wafuasi wake, na vile nimesema na kurudia kwamba ni ya kwamba wewe utakuwa mfuasi wa Babu Owino, kuna mfuasi wa Kasipul, kuna mfuasi wa Johnson Sakaja, kuna mfuasi wa Aladwa, kuna mfuasi wa Gakuyo, wote Jalango, wote wako. Na haimaanishi kwamba tukosane naye kwa sababu wewe ni mfuasi wa fulani. Demokrasia inakuruhusu wewe kuwa mfuasi wa fulani na mimi nikuwa mfuasi wa fulani na maisha yanaendelea. What made you decide to go for a governor seat specifically but not hadi ungeanza MC, MCA,
MP. What made you decide for the governor seat specifically? You're talking to Kasipul, the only influencer in Eastern Central Africa mwenye ameheshimika na anajulikana. You cannot compare me with anybody in this country ambao ako kwenye scene ya digital platforms ambao ni mkubwa kunishinda. And I'll be very honest with you, hakuna mtu mwenye anashinda Kasipul na jina na umaarufu kushinda president wa hii nchi. Is only the president of the Republic of Kenya mwenye anajulikana dunia mzima ama anajulikana kwenye Afrika kwa sababu yeye ni rais wa nchi. After rais hapa ni mimi Kasipul. So why should I go for an MCA seat? Why should I go for a member of parliament? Why should I go for whatever? Hata wacha kusema kuhusu tu governor. Mimi siwezi kwenda governor yote out of Nairobi. Village yote around at nini uko nje. I consider them as village. I'm bigger than even this seat that I'm asking for. So ingewezekana ungeingia presidential? Because I respect His Excellency the President of the Republic of Kenya, and I've got so much respect for him. And I look up to him as a mentor. I look up to him as a leader, and I know my stand. Mimi 24/7 na support William Samoei Ruto. So siwezi kukua nataka kiti yake kama ako haya na ako kwenye mamlaka. Hiyo nitakuwa na disrespect mzee wangu. Lakini kama ukijua kwamba I'm bigger than county ya Nairobi. What if he doesn't make it kuingia second term? Nitakuwa mimi ni governor Nairobi, nitajua kitu ya kufanya hiyo siku. Lakini kwa sasa let me focus kwa county government. Also, critics says that you are more of a socialite than a policy maker. What's your response on that? Have they given me opportunity to be a policy maker? Why should you judge someone because you see someone is doing something different? Before I even ventured into this social media stuff and whatever influencing, nilikuwa nani? Ningeuliza mtu hizo siku angeniambia sijafit kuingia pale. Sasa wewe ni nani unijudge ama uniweigh uniambia kwamba mimi ni influencer ama socialite or whatever, call it hizo majina zote. And wewe uje inipea fame, uje inipea kitu yote, wewe umekuja tu unataka kucomment na kuargue na kusema kwamba Kasipul is not fit to run for any political seat. You don't know me. Haujui nimejifikishaje? Ndio wewe ukuje kucomment na kuongea kuhusu Kasipul. Do you understand my journey? Do you know my journey? So niliamuka asubuhi nikakuwa huyo socialite ni wewe unaita. And nilijipeleka pale. Kama ingekuwa ni uwezo wako wewe ungefika level yenye nimefika. Lakini haujafika hiyo level, tuko tofauti. So niwache kwa sababu ninajua ninaenda kusimama kura na nataka kufanyia watu wa Nairobi kazi. But as Kasipul, most of the time, you also know this because you have been, approached by so many people's, since right now unataka kuchukua governor seat, but you've always gone opposite from what Kenyans usually stands for. What really makes you, how do you respond to those who feel you're not, out of touch with them? If you might ask, can you mention the opposite? Just give an example, because give one example. For example, Maandamano, the Gen Z Maandamano, and you were like, you are really cussing those youth that were going out there to, kuandamana on the street. You're like, maneno mingi ulisema pale kwa mtandao. Actually, maneno mimi ulisema pale kwa mtandao, and you were not supporting the Gen Z going out. Hiyo ndio nasema kwa sababu umeshindwa hata kujua nini niliongea. Because you don't know niliongea nini, ni maneno mingi hiyo kasi. Unaambiwa ukisema wewe kama unakumbuka nini nilisema nini. Kwa ile nasema I was busy cussing na naongea maneno mingi. Niambie moja unakumbuka nilisema. Well, I cannot really outline because honestly you don't know. Because you don't know. You have no idea. But because kuna ile tu tendency ya kwamba Kasipul was against the Gen Z, Kasipul was supporting William Samoei Ruto, Kasipul, you don't know the background. Now, wacha nikwambie. The reason why I was against Maandamano, I was against the bloodshed of young people going, like them going to the street na wamwage damu, na sitaikuwa tena. And I will never support that. If that will cost me not to get this seat, I'm okay with it. I'm Muslim. For heaven, I'm Muslim. Number one, I don't believe kwa kuchochea watu.
especially with my influence, to tell young people to go andamana, and yet my kids wako kwa nyumba, and yet my family wako safe, alafu mimi natumia influence yangu kuambia mtoto wa wenyewe aende kwa barabara so that I can get fame, so that I can get political seat. Count me out. I am ready to pay a price for that, so long as I am okay mbele ya Mwenyezi Mungu, and I'm okay, my conscience iko very much clear, na mikono zangu hazijabeba damu. So when you talk about maandamano, yes, I was against maandamano, and I remember vividly I came out and told the young people of this country, please, hao watu wanawadanganya, wanaendanga kwa William Ruto jioni kufanya maokoto, wanaenda kunegotiate na blood yenu. Please, msitoke mwende kwa street. Mama zenu wanawahitaji. Can you mention those leaders wenye unasema? Unapata? Mama zenu wanawahitaji. Mnahitajiwa na wake zenu. Mnahitajiwa na jamii. You are the future of this country. Please, msitoke, kwa sababu hawa wote wamekuwa wakienda State House. You'll be, wewe mwenyewe unaweza kuattest to that. After maandamano na vitu zilitokezea na watu waliwao. Today, all the leaders wenye walikuwa na insight, today they're in broad-based government, they work with William Samoei Ruto. That is how painful it is. All the celebrities that you saw out there, all of them wameenda State House. Juzi umeona Gengeton walikuwa State House. Juzi umeona wale wasanii wote wenye walikuwa wanapiga paka walikuwa frontline ya kuenda kupiga William Samoei Ruto walikuwa State House. Umeona juzi kila mtu mwenye alikuwa kwa street amekuwa kwa State House na wako huko. Wewe mjinga mwenye ulitolewa, and I repeat, a celebrity anakuandikia SMS anakwambia tutoke na anaweka poster, na unamuona kwa wapi? Kwa State House. So ulikuwa unataka mimi nikuwe mnafiki wa kujifanya kwamba nataka fame? Mimi sitaki fame. I'm already famous, not only in this country, out of this country. Mimi usimama na ukweli. Mimi sio mnafiki, Harriet. Mimi sio mnafiki na sitaki kuwa mnafiki. Nataka nikwambie kitu moja. Yes, I believed in leaders that nyinyi hamtaki. William Samoei Ruto, Mama Samia Suluhu, Yoweri Kaguta Museveni. Hiyo ndio kwanga ni shida yangu na majinzi. Kasipul, why are you supporting William Ruto? Why are you supporting Samia Suluhu? Why are you supporting Yoweri Kaguta Museveni? They never knew the story behind everything is gonna happen. Na watu wengine wakajifanya saint, but the good thing is that time, nimsema kweli, muda ni muda. Wale wenye walisema yote yale, mumeona status mjaona? Tumeona. Kwa ufupi ni hivi, na nitakurudia. Supporting leaders. Na yule ambao nilimsupport, ambao mnasema ni William Samoei Ruto, ofisi yake, State House yake, ambao yeye anaishi ndani na yeye anafanya kazi ofisi yake, has nothing to do with the drainage in Kayole, has nothing to do with the ECD classes somewhere in Mathare, has nothing to do with clean water ya bei nafuu in Kawangware, Kangemi. I'm talking about vitongoji duni. Ofisi ambayo inashughulikia hiyo ofisi ni ya county government, ambao ni boss wake ni governor. Hiyo ndo mimi naenda kutafuta. So toa William Samoei Ruto kwa hii maneno, tuongee siasa za county government. I have democratic nini inaniruhusu, mimi demokrasia inaruhusu kusupport mtu yote mwenye nataka, vile wewe inakuruhusu kusupport mtu yote mwenye wewe unafanya nini unataka. Hiyo demokrasia ndio imekupea uhuru ya kuongea, lakini sikupea uhuru ya wewe kuja kupinga mtu mwenye mimi na support, ama kunilazimisha ni support mtu mwenye una support. Tukue fair na tukue mature enough ku understand ya kwamba tunaweza kuwa marafiki na watu, lakini kwa kazi tuko tofauti. So let's talk about the county government, ambao ni Nairobi City County, ambao nataka kuwa governor. But Kasipul, you tend to, support
foreign leaders from the more than the critic leadership we have here in Kenya. How would you respond to that, perception? I have not denied anyone to support anybody mwenye anataka kusupport. Listen to me. Ni watu wachache tu wenye wako na wivu ambao wanaona Kasipul anapita mipaka, inawauma. What is that big problem that you have? Mimi nikaenda kusupport mtu mwenye nataka ni support. Wewe mbona usiende kusupport? Ama wako usiende umpost tuone. You don't choose for me, my friends. For heaven's sake, wewe sasa unaweza kuwa uko na rafiki mwenye mimi namchukia. Nitakosoa unfair kuambia usitembee na huyo mtu kwa sababu mimi namchukia. People have friends. Pablo Escobar ambaye alikuwa ni mtu anachukiwa dunia mzima na watu wengi kwa sababu alimpaint kama mtu mwenye ni drug baron. Kidogo ni kukata. Lakini sasa umetoka kusema you are not going to support Babu Owino because the friends that you have, they are not settling down well with Babu Owino. So hamwezi pelekana vizuri na Babu Owino. Mimi sijasema listen. I want to correct you. Nasema siwezi kujiassociate. And remember, nimekuambia vizuri sana, I have no bad blood with Babu Owino. I respect him as a leader. Ametoka mbali, amehustle his way up. He has done great things for the people of his constituency. I have got so much respect for Babu Owino. But the fact that I associate with people that hawaassociate na yeye, sio ati mimi simsupport, ama sio mimi ati nimejitenga nimekaa mbali. Same applies to you. Wewe kama unahisi ya kwamba marafiki zangu sio wazuri, ni sawa. Chukia marafiki zangu, lakini sisi tufanye kama kuna kitu kinatuunganisha, tufanye kwa pamoja. Wewe mwananchi wa kawaida, kama unataka kunipa kura, nipe kura. Lakini sasa tunatumia vizaazaa kwa kusema tunachukia William Samoei Ruto, ndio maana siwezi kupea kiti ya ugavana, ninachukia kwa sababu una associate na nini. Kuna watu pia wenye wana associate pia na hiyo upande mwingine. So wewe sikiliza nini yangu, manifesto yangu. Isipokufurahisha pigia mwenye unataka kura, tafadhali. Tafadhali, kwa heshima na taadhima. Yeah. Okay, from someone who is aspiring to lead Nairobi, how will you going to balance global admiration with focusing on solving local problems? Of course, there are so many. Let me just break it down. In terms of this is a very big city. Ini city kubwa sana. Ambao when you talk about East Africa, I think we are number 1 in East Africa. True. In terms of having a very beautiful city. Yeah. Now for your information, we also tuko na Paka National Park. In Africa, the only city that has national park is Nairobi. We are going to concentrate on the beautification of the city. And by concentrating on that, we're also going to create employment. Kwa sababu hapo tutahitaji watu kufanya kazi, tutahitaji watu ambao wakati tunapata wageni kutoka nje, inasaidia biashara hapa, inasaidia pia ajira kwa wingi. So kuna mipango ambazo tumeziwekelea, ambazo ziko kwa mikakati. Nisiwezi kukutolea, unajua vile umeshajialign tayari na opponent wangu, sitakupa za ndani. Lakini sasa tuko hapa tupendo at least watu wenye wana align na wewe at least jamani Kasipul. Niliambiwa na nimekatazwa nisikuambie kwa sababu umekuja mbele kwa kamera na ukasema kwamba you are supporting Babu Owino. No, I've not said I'm supporting him. Yes. I was just asking. Yeah. Ni swali nimeuliza. Yes. Ni swali nimeuliza. So I didn't say I'm supporting him or you, because both of sitaki kuleta mambo na even if you support Babu Owino is okay. Yeah. It is your democratic right and we have to exercise our democratic right as understand. Nimekuambia kwamba I have no issues with Babu Owino. Yeah. Na uko na kila haki ya kumsupport and I wish him well. Lakini hiyo haki yako ya kumsupport usikuje sasa kwangu kujaribu kunifuruga kwa sababu ama
kuni demean ama kuniuliza maswali ambazo ni maswali mbaya ambazo zitanikera, kwa sababu wenye mfuasi wake. Fanya kazi yako, ngojea siku ya kura, enda umpigie kura. Wafuasi wangu watanipigia mimi kura. Tumekusikia Kasipul. What's your vision for Nairobi? My vision for Nairobi, number one, the first 100 days I'm going to open books, tafungua kitabu. Number 2, I'm going to audit payrolls. Number 3, I'm going to publish every pending bills. Niko na vita kubwa sana, vita ya corruption ambayo iko kwenye county ya Nairobi. True. The problem that we have in Nairobi is not money, it's stealing of money. This city is the richest county in Kenya. Allocation yake ni over 40 something billion. Hii pesa ikitumika vizuri, ama hii pesa ikipiganwa na makatela ambao wanaikula, take it to the bank, this city itakuwa top notch, na watu watafurahia huduma ya county government, kuanzia vitongoji duni kwenda paka juu. Nitahakikisha maji iko safi na kwa wingi. This means that nita come up na water dispensers across vitongoji duni, na watu watapata maji, kwa sababu sasa hii tuko na uhaba ya maji, and we have cartels who are running those kiosks, ambao leo hii hao makatel tutahakikisha tumepigana nao. Tumefanya statistics mzuri, tumejua hapa kuna watu kiasi fulani tuna need ku erect water dispensers ama vibanda vya maji kwa wingi. Na mimi nitaingia kwenye kumbukumbu ya kwamba ndo governor wa kwanza kutoa maji from 20 bob 20 liters kuirudisha 1 shillings kwa 20 liters. Inamaanisha ile jerrycan ya 20 liters utaipata ikiwa safi na kwa shilingi 1. Tutaweka vituo vya kuosha manguo kwa vitongoji duni ambao ni safi na maji na kimbia. Tutahakikisha machoo pamoja na siwa zimepewa drainage channels ambazo zinatoa hizo uchafu zikimwaga nje. Na hii drainage channels tutatengeneza na zile waste zile za Dandora ambazo zitakuwa recycled na zitengeneze hizo tutahakikisha tuko na barabara ambazo tumetengeneza ndani ya vitongoji duni ambao sio za kukanyaga matope. Unahakikisha kwamba ziko salama na kutakuwa na taa kwa wingi kwenye vitongoji duni ambao sisi tutafanya nini? Tutatengeneza kama serikali. Tutahakikisha madawa ziko kwenye hospitali za county, na mtu yote ambaye atapatikana na hatia ya kuiba hizo madawa tutamshika, tutamweka ndani na tutadeal naye vilivyo. Hii ni jambo ambao tuko nayo, na tutahakikisha na itakuwa ni jambo ambao itaenda kwenye vitabu za kumbukumbu ya kwamba Gavana Kasipul ndo wa kwanza kuja kudeal na maneno ya flood in this city. Itakuwa ni maneno ambayo imepitwa na wakati na haitaikurudiwa, kwa sababu tayari tuko na wadau ambao wametoka Japan ambao wako tayari kuja kutusaidia kwenye hizo shida za kutatua za umwagaji za mafuriko za maji. Tutakuwa na pahali ambapo tumetengeneza reserves na drainage channels ambazo zinachukua hiyo maji, ikipeleka inaenda na harvest hiyo maji. Kuharvest hiyo maji ndio utapata kwa bei nafuu. So utaona flood Nairobi, mimi ndio nitatatua shida ya flood, na hizo ni siri zangu za ndani ambazo niko nayo. Tayari tuko na wadau ambao wako Korea ambao tutatengeneza Nairobi River kabisa. Itakuwa safi na ta create employment to our young people. Take it to the bank. Ile unaona hii dumping site niko hapa, hii ninatoa over 500 tons za hizo mauchafu. Tutahakikisha ya kwamba through hiyo tumetengeneza materials za kutengeneza classrooms, za kutengeneza pale pa kutembea, na at the same time tutahakikisha kwamba ime create employment of over 5,000 youths. Watakuwa wanafurahia kupata ajira kupitia hizo projects ambazo sisi tutakuwa tunafanya. Kasipul, from what I've heard of your visions, as we start right now, what are you going to do for Kenyans to believe you that you're going to deliver all those the vision that you've just mentioned here, since hii nimesoma nye tumezoea kusikia kwa viongozi wanaoania viti kadhaa? Ni siku zote vile umesema, imekuwa ni mambo ambao wakati wanasiasa wanataka kura wataiongea. Lakini
ukifuatilia historia yangu vizuri, mimi ni mtu ambaye nimekuwa nikipigania haki. Najua wewe hujaijua ama watu wengine hawajaijua. Nimepigania vitu mingi sana za watu wa kawaida. Na mimi siingii kwa sababu natafuta umaarufu ama natafuta hela. Sina haja nayo. Mimi naingia kuhakikisha kwamba nimefanya kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu wanasema ya kwamba kipenzi cha watu ndo kipenzi cha Mungu. Miaka ambazo nimefika ni miaka mingi sana. Baada hii nitaulizwa ya kwamba ulipokuwa na influence ulifanya nini. Nitaambia Mwenyezi Mungu nikifika mbele ya haki, nilifanyia watu wa Nairobi kazi na nilihakikisha watu wa Nairobi wamepata furaha kwa macho yao. And since Kasipul, you've never been a leader in a category. What really experience do you believe you have that prepares you to run a city like Nairobi? Let me be very honest with you. Nataka nikuuliza swali rahisi. Kwa viongozi wote, nani aliamuka kama ameandika kichwa yake ni leader kwa kichwa aliandika? Nataka unaonyesha mtoto mmoja mwenye aliamuka tu asubuhi ama kiongozi atupe picha aliandikishiwa hapa kwamba huyu ndo atakuwa rais wa nchi, huyu ndo atakuwa deputy president, huyu ndo atakuwa. Kila mtu alizaliwa kama binadamu wa kawaida. Na bado si ni binadamu kwa vile tuko na damu, tuko na nyama kwa mwili, tuko na maumbile na chembe chembe za hofu ya Mwenyezi Mungu. So ninaweza kusema hivi, nobody alizaliwa akiandika kwamba atakuwa gavana Nairobi. Walipewa nafasi na wananchi watukufu wa nchi ya Nairobi, wa mji wa Nairobi, ndo wakakuwa viongozi. So I don't need to prove to anyone. And by the way, me am a leader in my house. I have a wife, I have kids, niko na biashara zangu ambazo mimi bado ni kiongozi. So nyinyi mnafaa kujua kitu moja, ya kwamba ni nafasi tu ndio naomba mnipe na mambo itaendelea. Ukishapata hicho kiti cha ugavana, will we see a different Kasipul as a governor or the same unfiltered version of Kasipul Shehe? You'll see a different Kasipul. Why? Because kiti ya ugavana sio kiti ya influencer. They're two different things. But difference itakuwa pale tu, itakuwa ni kwa sababu lazima nifanyie watu wa Nairobi kazi. Lakini kelele bado itabaki kuwa kelele kwa sababu I think Nairobi inahitaji kelele kwa wingi ndio pesa zisizibiwe. Inahitaji kelele kwa wingi ndio kazi ifanyike. So nitabaki kuwa Kasipul ambao ni wa kelele, lakini kwa mipango ya kufanya kazi nitakuwa tofauti. And which political leaders or party are you aligning yourself with? I will be vying as an independent candidate because all the party that iko na muscles ziko na candidates wao. You talk about UDA, we have Johnson Sakaja, who is the current governor and is a member of UDA. You talk about ODM, we have Babu Wino and Alado. You talk about DCP, we have Gakuyo. So I will go independent. And are you ready to work with people that you have already disagreed with? I don't have enemies. Show me one person mwenye ni enemy wa Kasipul. Hakuna mtu anasema. Au mwenye nime disagree. Enemy wa Kasipul. Mimi sijai disagree na mtu yote. Mimi ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu ambao mimi siku zote nimewapea furaha. Nimewapa furaha labda sengine tofauti tu ya kusupport mwanasiasa fulani ndo. Lakini ukiuliza Mkenya yote, hata mwanasiasa yote, Kasipul amewahi kukosea wapi? Sijai kukosea mtu yote. Na mtu yote mwenye ananibeba kwa roho ama chuki na mimi, labda tu ni mtu mwenye ana wivu. Lakini how do you even hate Kasipul? Where do you get that power ya kupigana na Kasipul na kumchukia na kusema ni adui wako? Mimi sio enemy ya mtu yote itown. Kasipul, na kiulizo kimoja tu, you being close with His Excellency William Samoei Ruto, is this the reason why you feel like you're going to get the governor seat? Maybe you can get an advance from him. For your information, I am not Ruto's candidate because Ruto supports Sakaja. And I believe, me personally, I look up to him and he's a mentor, and I respect him as my president. And for information, I still love him as my president, and I love him so much as a president. But I'll be very honest with you. William Samoei Arap Ruto, His Excellency, the President of the Republic of Kenya. He's the party leader of UDA.
that happens to be the party of the sitting governor, Johnson Sakaja. Johnson Sakaja ni member wa UDA. Unanipata vizuri? True. So itakuwa ni unafiki nikienda kutafuta support ya mzee William Samoei Ruto, and yet candidate wake ndo sitting governor, at the same time ni member wa chama yake ambao yeye ni party leader. So pale siko, I am not there. Mimi niko na wananchi na niko na Mungu. Sasa hii maneno yenye unanitafutia, wachana nayo, nimeshakupa jibu. Let's say Kasipul ameannouncewa pale as the Nairobi governor. What's one thing you'll ban immediately in Nairobi city? Let me be very honest with you. I won't ban anything because at the end of the day yote ni hao ni watu wangu walinipigia kura. So ni ban nini? Ni ban, I don't see anything to ban. Nimekwambia tu the only thing nikikuwa declared as a governor, mimi nitapigana na corruption. Hiyo ndio priority yangu. Kuban kitu no, I won't. Najua na expect nasema nitaban labda saa ingine mahawkers, labda saa zingine nitaban matatu, labda saa ingine nitaban watu wa Nduthi. There are channels tutatumia na njia mwafaka ya kuhakikisha kwamba kila mtu amepata riski. Huwezi kwenda kuumiza watu kwa sababu nataka kufurahisha watu. Kumbuka watu wenye wananipigia kura ni watu wa pikipiki. Kumbuka watu wananipigia kura ni watu wa matatu. Kumbuka watu wananipigia kura ni mahawkers. Kumbuka watu wananipigia kura ni emergency. So nitaangalia njia mwafaka ya kuwafanyia mambo yao ikuwe na taratibu ambao ni mzuri na waridhike, na at the end of the day pia wale wengine waridhike. And there's also one question that I've been meaning to ask. Right now you are an aspirant. What are you doing right now to put people at a standby that they should expect Kasipul in the end of 2026, rather 2027 campaign? Nitakuwa natembea kwenye 85 wards za Nairobi. Na nitakuwa nafanya kampeni yangu kwa miguu. Nitakuwa natoka kwa hii ward naingia kwa hii ward, natoka kwa hii ward naingia kwa hii ward, natoka kwa hii ward naingia. Niko na time. I have time and I'll talk to the people of Nairobi. Kuambia kwamba ndio shida yenu. Alafu for information, my campaign hazitakuwa online. Hii kusema tu kudeclare ndo watu nikienda pale mtaani mtu ajue kwamba mimi ni mgombea kiti wa ugavana. But nitakaa chini na watu tuongee shida gani inawasumbua. Na 80% of my cabinet, makatibu wakuu pamoja na wasaidizi wao watakuwa Gen Z. And maybe are there any outside leaders who are behind you, like ready to support you during your campaigns? I have no leader, no godfather. I have no political party. I have no political leader or friends that wako na nguvu. Niko na wananchi na Mungu peke yake. Hi, Kasipul. Yes. But we've seen you with Yoweri Kaguta Museveni, we've seen you with Mama Samia, we've seen you with General Modi. Those are the people they are willing to support for your your information, campaigns. For your information. Wale wenye mention wote by the way. Mimi ndo huenda kuwatafuta, kuwaomba tukue na kitu inaitwa East Africa Integration. Dream yangu si ati kwenda kusema kwamba nataka kwenda kutafuta pesa kutoka kwa Mama Samia Suluhu. Natafuta pesa kutoka kwa Yoweri Kaguta Museveni. Natafuta pesa kutoka kwa William Samoei Ruto. I'm the only guy mwenye I support William Samoei Ruto. Na wewe unajua vizuri sana. Ningekuwa nachukua pesa kwa hawa watu, singekuwa naendesha extra KDM. But maybe umekuwa ukisave ya campaign. Are you getting my point? Ningekuwa labda naishi Karen. Singekuwa labda niko hapo kama ningekuwa kweli nafanya transaction na hawa watu. But mimi nimefanya kwa Umoja ya Afrika Mashariki. Inaweza kana isionekane leo, lakini matunda yake yataonekana baada ya miaka 5. Mtajua kweli huyu alitutakia mema. Na alikuwa ana make sure tuko na umoja
wa Afrika Mashariki. The other day I told people, when I was supporting William Samoei Ruto, nikiambia watoto msiende kwenye street, do you know by then nilikuwa nafungiwa mlango ya nyumba. I did not have even a single cent. Watu wakinipiga wakisema umekula cha pesa kwa Ruto, do you know watoto wangu wamefukuzwa shule? Do you know nilikuwa hoi hai in this town? Do you know how many brands zilinitoka kwa sababu ya hiyo stand yangu? Because I chose na nikasema kwamba I'm ready to pay a price. And this price ni ya kuhakikisha kwamba there is no blood kwa mkono wangu because mimi ni mzazi. So me I want to tell people, when you're nadhania mimi, I do transaction with Mama Samia, I do transaction with William Samoei Ruto, I do transaction with Museveni. Honestly, I don't. Mimi nia yangu ni kuhakikisha tuko na umoja wa Afrika Mashariki. Haitaonekana leo, lakini baada ya muda itaonekana, na wale ambao wamenifuruga watarudi kubaki kunisupport kusema kwamba uliona mbele. Nimekwambia uwezi kuwa ati kwamba unafanya transaction na hauna V8. Unafanya transaction na uishi Karen. Unafanya transaction na bado uko busy. You know, like wewe uko tu kwenye mitaa. So mtu mwenye na akili atajua kwamba Kasipul anajali maslahi ya Wakenya kushinda kitu chochote yoyote na maslahi ya wana Afrika Mashariki. And before we wind up, definitely you do have some friends who are leaders out in the likes of MP Salasia. Are there some other leaders that you're maybe borrowing some ideas from, that they have been there? I'll be very honest with you. They are the ones who are supposed to borrow ideas from me. I'll be honest with you. Hakuna kiongozi yote akubongeni mwenyana. Yani mimi ninaweza kuhisi ya kwamba anaweza nipa mawaidha. Kwa nini? I'm sorry to tell you that. Why? And I feel like Mwenyezi Mungu amenipa hekima ya kutosha. Ya kuweza kutatua hata kuwa naweza saidia hao. For information, there are so many MPs wenye wananipigianga simu chini ya maji. Chini ya maji sana. Uliza hata Dr. Edi. Tunakuanga naye tukireceive hizo masimu wakitulilia shida zao. Bro, tunaweza kufanyaje, nipitaje, nipe hekima na busara nipite hapa. Wengi kwa hii nchi wananipigianga masimu na waambia hapa fanya hivi, hapa fanya hivi. Wanatafuta advice kutoka kwangu. For information, mtu mwenye anaweza kunipea mawaidha hii nchi na nikae nimsikilize ni William Samoei Ruto. But The so president he's of the Republic of Kenya. Sakaja. Are you getting my point? He's the only person that can sit me down and I will listen to him. Na sitaongea na nitasikiliza kwa makini kwa sababu yeye tu ndiye amepitia moto ambao mimi nimepitia. And if president akuite pale akuambie kijana yangu, I feel like this is not the right time for you to vie for the for the governor seat in Nairobi. Wacha Sakaja achukue you. Will you step back? Nitamwambia, Your Excellency the President, unajua mimi nakupenda sana. Na mimi nakudhamini sana. Na wewe ni mtu ambao mimi I look up to. Na siwezi kupinga maneno yako, lakini kwa hii ya watu wa Nairobi ninaomba tu, Your Excellency, uzuri unaweza nifanyia tu ni kuniwachia governor, mimi nipambana naye peke yangu. Mwenye atashinda ashinde. Ninakuomba na nitaenda kama nimekaa chini nimwambia namuomba naambia, please Your Excellency, ikikupendeza Your Excellency, ninakuomba Your Excellency, niwaachie hawa watu nipambane nao tu, na usiwekelee mkono uone vile ninawanyorosha asubuhi saa 12 kabla milango za kanisa hazijafunguka. His Excellency Kasipul. Na by the hiyo jina utachange ama unaingia nayo nini? Hiyo litafika paka kwa debe. Shehe. Shehe. Lazima ifike kwa debe. That was a really good interview. At least I've learned about one or two. I'm not really into politics, but I think I've learned some 1-2 from you. And mimi nitakusupport you, my friend. I'll support you. Acha mambo ya kusema sijui nini. But I'll support you. I believe in you. The ambition. Sasa ukiingia uangalie bei ya nyanya pale kama iko kwa imeshuka before. Inaingilia wapi na governor wa Nairobi? Inaingilia wapi na governor wa Nairobi? You si unaweza fanya chini. Fanya research. But before we wind up, you can
quickly talk to, you know, those people who believe in you, those people who they're like, yeah, we can really see a good future of Nairobi through Kasipul leadership. Watu wangu wa Nairobi, mwaka ujao ambayo itakuwa ni mwaka 2027 nitakuwa ninagombea kiti ya ugavana wa Nairobi. Nitakuwa kwenye debe, na ni ombi langu popote ulipo, kama unajua umepitia shida mingi sana, especially wale mandugu zetu ambao wako kama mimi, ambao wamelelewa kwa vitongoji duni, shida ambazo zimekuwa zikuwaumiza, shida ambazo zimekuwa hazijaitatuliwa na serikali ambazo zimekuwa zikipita, mimi ndio suluhisho kwenye hizo shida. Naamini ya kwamba Nairobi haiko tayari kuchukua tena mwanasiasa mwingine kuwa gavana, ila iko tayari kwa kiongozi ambao amejitolea na hana chembe chembe za kisiasa ndani yake, ila ako na nia na uwezo na mwito ya kutumikia watu wa Nairobi. Huyo kiongozi ni mimi ambaye nimeketi hapa mbele yenu, na kwa heshima na taadhima ninawaomba tutembee pamoja ili tusababishe, ili tuhakikishe ya kwamba Nairobi imetoa huduma bora kwa wakaazi na wananchi wake. Asanteni. Asante sana Kasipul. I wish you all the best. Shukran.